Matiang'i kwa jumba la Senate, ambaye ndiye majority leader wa speaker wetu Speaker Kingi, aje naye apeane rambirambi zake na za wengine ambao hawako hapa kutoka jumba la Senate. Asanteni. Asante Kimani Ichung'wah. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, Speaker wa majumba yote mawili ya bunge, viongozi na wananchi wa hapa Kamale na Kilifi County kwa jumla. Naomba niwasalimu wote, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina, mimi naitwa Aaron Cheruyot, ninawakilisha wakaaji wa kaunti ya Kericho kama seneta wao katika jumba ambalo linaongozwa na speaker wetu Amason Jeffa Kingi. Na pia katika jumba hilo mimi ndio kiongozi wa walio wengi. Tumekuja hapa siku ya leo kutoa pole zetu na rambirambi kutoka tabaka na taifa mzima, tukiwa jumba la bunge la Senate, kwa sababu ya uongozi mzuri sana ambao tunapata kutoka kwa speaker wetu Speaker Kingi. Na nafikiri mumeweza kuangalia vile wanaseneta walisimama hapa kutoka taifa mzima wakija kumweleza pole kiongozi wetu. Nafikiri bwana Speaker, kama umekuwa na shauku ukijiuliza kama wale ambao unafanya kazi nao wanakuheshimu na kukupenda, leo umepata jibu. Wanakuheshimu sana na wanafurahia kazi yako ambayo umefanya. Na imesemwa na wengi ambao walipata fursa kuzungumza. Ya pili bwana Speaker, ni kwamba kuna wengi ambao tayari pia wako njiani. Sio wale peke yake wamesimama hapa. Najua kwa mfano naibu wa walio wachache katika bungeni, seneta wa Kitui, Commissioner Omogeni, nafikiri na tulikuwa karibu na seneta wa Kajiado. Tulikuja nao asubuhi. Kwa bahati mzuri nikapatana na Ichung'wah na alikuwa na njia nyingine ya kusafiri, akanisaidia. Hao lazima wako katika hii barabara ambayo unasikia Mheshimiwa Rais anaambiwa aeke katika nukuu ya ile ramani ya mabarabara ya Kenya ambayo iko kwa kichwa chake, na akiyataja Wakenya wanafurahia sana. So pia hao wanaleta pole zao na wengine wengi pengine ambao sijui. Ya pili bwana Speaker, wakati tulikuwa tunafanya introduction ya Senate, kuna pia wafanyakazi ambao tunafanya nao pale bungeni wa Senate wengi sana ambao wamekuja siku ya leo wakiongozwa na nafikiri deputy clerk na viongozi wengine wa wafanyakazi wetu. Ningependa pia kuomba wasimame tu pahali wako, all parliamentary staff who came to condole with nafikiri Speaker, tizama nyuma ujione ndio ujue kwamba kweli unaheshimika na unapendwa. Asanteni sana, wanaongozwa na clerk wa National Assembly pamoja na deputy clerk wetu Mohamed. Wamekuja kutoa pole zao kwa sababu wewe kama speaker wetu unafanya kazi na sisi vizuri. Kwa hivyo bwana Speaker, mimi sina mengi ya kusema. Tulikuwa tunakuja kusimama nawe kama kiongozi wetu kwa sababu ya ile kazi nzuri unafanya na vile unatuongoza pale. Ya pili tu bwana Speaker, niseme mimi nilikuwa na kuheshimu kutoka zamani, lakini kufika hapa Kamale heshima yangu sasa imekuwa mara mbili. Sababu nimeona pale umetoka mpaka pale umefika, nimekuvulia kofia. Unajua safari ya kutoka Kamale mpaka Alliance High School pale ulisomea na kuwa kile umekuwa, sio safari rahisi. Unajua huyu Kimani Ichung'wah huwa ananiringia, nasema yeye pia alienda chuo hicho. Lakini nimemkumbusha leo wakati tumefika, nikamwambia wewe Alliance na mlango ya kwenu ni karibu. Yaweza kuwa hata ulikuwa unapotea tu ukaingia hapa. Lakini kumbuka huyu bwana ambaye ametoka Kamale karibu sijui kilomita ngapi mpaka kule. Bwana, mimi nakuvulia kofia na nasema na wapatikane wengi basi kama wewe ambao watatoka hapa Kamale wafike na wafanye kazi nzuri katika taifa letu la Kenya vile wewe umekuwa kielelezo kizuri. Ya mwisho kabisa ambaye nataka kusema ni kumuomba tu rais wetu kwamba tafadhali rais, wewe endelea kusawazisha Kenya. Kenya iko safari mbili, ama Kenya kuna Kenya aina mbili. Kuna Kenya tajika ile ambayo inajulikana na Kenya ambayo imesahaulika. Kenya iliyosahaulika ni kama mahali kama tulipo hapa siku ya leo, ambapo wewe unajionea na unasikia yale maneno ambaye viongozi wanakuambia tafadhali uyazingatie,
Hayo ni mambo pengine kwengine katika taifa letu la Kenya ni mambo ambayo yalishasahaulika, lakini hapa ni mambo ambayo mwananchi wa kawaida anakuambia yakizingatiwa maisha yao itakuwa bora zaidi. Mimi ningependa nikupe pongezi kwa sababu umekuwa rais wa kwanza ambaye umesema Kenya mpaka iwe sawa, kutoka kone zote wananchi wajihisi wako katika taifa moja. Mambo ya kubagua na kufanya wananchi wengine wahisi ni kama hao ni second class citizens, hiyo wewe umetupilia mbali. Wewe unaona juzi, na nilikuwa nazungumza na gavana akaniambia hata shida hiyo hiko baka hapa Kilifi. Kitu rahisi sana, kitu kidogo tu ambaye inaitwa kipande ID ambaye pengine hata haina maana sana. Wakati wewe umetembea katika ziara yako juzi pale katika ndugu zetu wanaoishi pale Northeastern, na ukaambiwa kwamba kuna ubaguzi unaendelea, ukasema sio haki Mkenya anabaguliwa na kuulizwa maswali magumu ili kupata kipande peke yake. Hatua hiyo peke yake imeleta kelele sana katika taifa letu, na ndiposa ninakuambia tafadhali kaa gangari, na Mwenyezi Mungu atakupa nguvu unapofanya maneno ambaye kwa wale wa Kenya wanaona ni mambo ya kawaida, kwa mwananchi wa Kenya ile ambaye imesahauliwa ni mambo ya maana sana kwao. Sidhani kuna sehemu nyingi Kenya ambaye unaweza tembea kwa zaidi ya masaa 2-3 ukiwa kwa barabara kama hii ambaye tunaelezwa. Wengi wetu, na ni vizuri tuseme ukweli, wale wanatoka katika sehemu ya Kenya pengine imekumbukwa vizuri, baada ya saa moja ukiwa katika barabara ya vumbi ni nadra sana, lakini hapa Kilifi ni jambo la kawaida. Kwa hivyo mimi nakuomba na namuomba Mwenyezi Mungu akupe ujasiri na akupe pia wisdom ya kutosha wakati unasawazisha nchi yetu kuhakikisha kwamba maendeleo imetembea katika kaunti zetu zote 47 bila ubaguzi wowote. Hilo tu ndilo ombi langu wakati nimefika hapa Kamale, tukimwaga mzee wetu na kumtolea heshima sana kwa kazi ile mzuri amefanya kutulelea spika wetu ambaye anatuongoza vizuri katika taifa, katika seneti yetu. Sina mengi kuzidi hapo, wacha nimrudishie mzee Mkoe, rafiki yangu sana ambaye tunafanya kazi naye bungeni kama kiongozi wa pande ule wa walio wachache, lakini kwa heshima na urafiki mzuri. Mimi nakupa kongole pia na nasema kazi nzuri kwa watu wako. Nitoe tu ahadi nikiwa hapa nyumbani, sababu sasa nimefika na nimeelewa Kilifi vizuri. Wakati tukiwa pale bungeni ulete masuala ya watu wa Kilifi, mimi pia nitakuunga mkono na nitakusaidia zaidi, sababu sasa nimewaelewa vizuri. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, nafikiria imefika wakati wangu sasa niweze